Baada ya miaka 11 ya uaminifu, dhabihu na upendo, mwanaume ambaye Zawadi alimjenga kutoka sufuri alikaa naye chini katika jumba lao zuri la Dodoma na kusema maneno ambayo mke mwaminifu hakustahili kusikia kamwe. Si ninaomba msamaha, wala si asante, hata si umesimama nami wakati wote. Badala yake, alimtazama yule mwanamke aliyewahi kuuza vitu vyake ili wamlikie. Yule mwanamke aliyemwamini wakati dunia yote ilimcheka ndoto zake na kusema, nataka kuoa mke mwingine. Lakini hiyo haikuwa sehemu mbaya zaidi. Kilichofuata alichotumia kuhalalisha usaliti, kilichomlaumu, kingeumiza moyo wa mwanamke yeyote. Kwa sababu baada ya miaka 11 ya ndoa, watoto watatu wazuri na maisha aliyomsaidia kujenga kutoka mavumbini, Chifu Rashidi alimtazama mke wake machoni na kusema, umenipatia binti tu. Usiku huo, nyumba ilijaa ukimya. Lakini nyuma ya ukimya huo, dhoruba ilikuwa tayari imeanza. Na Zawadi alipomjibu hatimaye, familia yote ilifikiri amepoteza akili. Kwa sababu badala ya kupigana, badala ya kupiga kelele, badala ya kuondoka, alikubaliana naye. Lakini hakuna aliyejua kwamba ukimya wa Zawadi haukuwa kujisalimisha. Ulikuwa mwanzo wa kitu hatari zaidi. Kabla hatujaendelea, kama hadithi hii tayari inafanya moyo wako kudunda, tafadhali penda video hii. Acha maoni, ishiriki na mtu anayependa hadithi za Kiafrika, na usisahau kubonyeza kitufe cha arifa ili usikose hadithi nyingine yenye hisia. Kwa sababu Zawadi atakachofanya kinachofuata kitaacha familia hii yote kimya kabisa. Haya, tuianze simulizi yetu sasa. Katikati ya Dodoma, ambapo nyumba za kifahari zinasimama nyuma ya malango mirefu na magari ya bei ghali huyaficha siri za maumivu, aliishi mwanamke aliyeitwa Zawadi Rashidi. Kwa macho ya nje, Zawadi alionekana kama mwanamke aliyekuwa na kila kitu: nyumba nzuri katika mtaa wa Oyster Bay, watoto watatu wazuri wakisoma shule za binafsi, mme anayejulikana na kuheshimiwa katika miduara ya biashara, madereva, wasaidizi wa nyumbani, nguo nzuri, maisha ambayo wanawake wengi walikuwa wakiyatamani kwa siri. Lakini watu mara nyingi husahau kitu muhimu: nyumba nzuri bado inaweza kuwa gereza, mme tajiri bado anaweza kuwa jeraha, na picha ya familia inayotabasamu bado inaweza kuwa uondo. Kwa sababu nyuma ya sakafu zilizong'aa na mavazi ya kisasa ya jumba hilo, Zawadi alikuwa akivuja damu kwa siri kwa miaka mingi. Hakuwa ni mke wa Chifu Rashidi tu, alikuwa mwanamke aliyemjenga. Kabla ya utajiri, kabla ya magari, kabla ya hadhi, kabla ya watu kuanza kumuita chief kwa heshima na hofu, kulikuwa na mtu mmoja tu amesimama kando yake: Zawadi. Ni vigumu, na kama maisha yangekuwa ya haki, labda ungekuwa na haki. Hilo lingestahili kumaanisha kitu. Lakini wakati mwingine katika ulimwengu huu, watu wanaokujengea ndio watu wa kwanza unaowasahau ukifanikiwa. Zawadi alikutana na Rashidi miaka 12 iliyopita katika harusi ya rafiki huko Arusha. Wakati huo, Rashidi hakuwa biashara mwenye ujasiri ambaye watu walimkuza leo. Alikuwa kijana anayesuasua na nguo nadhifu, ndoto kubwa na mifuko mitupu. Alikuwa na mvuto, alikuwa na tamaa, na alikuwa na njia hiyo ya kipekee ya kuzungumza iliyokufanya uamini kesho ingekuwa bora zaidi. Zawadi alitoka katika familia ya wastani lakini yenye nidhamu. Baba yake marehemu alikuwa mtumishi wa serikali. Mama yake aliuza vitambaa sokoni. Alilelewa kuheshimu ndoa, kuvumilia ugumu na kusimama kwa mtu wake anayempenda. Walioa katika sherehe rahisi ya kimila. Hakuna ukumbi wa anasa, hakuna msemaji maarufu, hakuna msafara mkubwa, familia tu, sala, mchele, kicheko na matumaini. Nyumba yao ya kwanza ilikuwa chumba kidogo kilichopangishwa huko Arusha. Dari ilivuja wakati wa mvua nyingi. Feni ilifanya kazi tu TANESCO ilipoamua kuonyesha neema. Wakati mwingine walilazimika kuchagua kati ya kununua chakula na kulipa nauli. Lakini kupitia yote walikuwa pamoja. Au angalau Zawadi aliamini hivyo. Alikuwa mke wa aina ambayo wanaume wengi wanaomba lakini hawakadiri.
Biashara ndogo ya Rashidi ya elektroniki iliposhindwa, Zawadi alipiga mkono wake katika akiba yake ya kibinafsi. Msambazaji alipokaribia kumharibu, aliuza vikuku viwili vya dhahabu mama yake aliyempa. Kodi ilipofika, alikopa kwa siri kwa binamu yake bila kumwambia mtu yoyote. Alimbeba, si kwa sauti, si kwa sifa, bali kwa uaminifu wa kimya wa mwanamke aliyeamini kweli kwamba siku moja wote wawili wangefurahia matunda ya maumivu yao. Na polepole siku hiyo ilikuja. Duka dogo la elektroniki liligeuka kuwa duka zuri. Duka liligeuka kuwa maduka mawili, kisha yakaja mikataba ya uingizaji, kisha mikataba ya usambazaji, kisha mahusiano ya kiserikali, kisha ghala, kisha plasa. Kabla ya muda mrefu, Rashidi hakuwa tena Rashidi tu, akawa Chief Rashidi. Watu wale wale waliomkimbia sasa walisimama alipoingia chumba. Ndugu wale wale waliomdhihaki awali walimpigia simu kuomba msaada. Wazee wale wale waliomkosa heshima sasa walimkaribisha viti vya mbele katika matukio. Na kupitia yote, Zawadi alitabasamu kwa sababu moyoni mwake aliamini, tuliteseka pamoja, tutafurahia pamoja. Lakini hakujua kwamba mafanikio tayari yalimgeuka mwanaume aliyemuoa. Hapo mwanzoni, mabadiliko yalikuwa madogo. Madogo kiasi kwamba yalikuwa rahisi kusamehe. Alianza kurudi nyumbani baadaye. Mkutano wa biashara. Alianza kulinda simu yake. Wateja ni wasumbufu siku hizi. Alianza kufanya safari bila maelezo ya kutosha. Biashara ya Dodoma si kama zamani, lazima nisogee. Aliacha kula chakula cha jioni na familia. Akaacha kucheka na watoto. Akaacha kumuuliza Zawadi jinsi siku yake ilivyoenda. Kisha likaja hasira. Mwanaume aliyewahi kusema, mpenzi wangu, hata kama tuko maskini, sitakuzungumzia kwa dharau, alianza kupigana kwa mambo madogo. Kama mchuzi ulikuwa na chumvi kidogo, alipiga kelele. Kama watoto walitengeneza kelele, alikasirika. Kama Zawadi aliuliza alikokuwa, alimtazama kana kwamba amefanya kosa. Lazima nitoe ripoti ya kila harakati zangu kwako. Mara ya kwanza alisema hivyo, Zawadi alikuwa amesimama sana kiasi hakuweza kujibu. Kwa sababu huyo haukuwa mwanaume aliyemuoa. Bado alijaribu kuwa mvumilivu. Alisali, alifunga, alihudhuria vigilio vya usiku. Alitafuta nasaha kutoka kwa wanawake wazee wenye ndoa kanisani. Baadhi walisema, wanaume hubadilika pesa zinapofikia. Kuwa mwerevu. Wengine walisema, usikabiliane sana, sala tu. Mmoja hata alisema kitu kilichobaki moyoni mwa Zawadi kama mwiba. Wakati mwingine, mwanaume anapofanikiwa, mwanamke aliyeteseka naye humkumbusha siku wanazotaka kusahau. Sentensi hiyo ilimjeruhi kwa sababu ndani kabisa aliogopa kuwa kweli. Kisha ishara zikawa haziepukiki. Manukato kwenye shati lake ambayo yeye hakuyamiliki. Alama ya midomo iliyopotea asubuhi. Simu za usiku wa manane alizozijibu nje. Nambari iliyohifadhiwa chini ya jina la kike la uongo. Stakabadhi ya hoteli iliyofichwa ndani ya mfuko wake wa suruali. Na zaidi ya yote, baridi ile. Kudanganywa ni chungu. Lakini je, unajua kinachoudhi zaidi? Mtu aliyekuwa mahali pako salama zaidi, anapoanza kukutendea kama mzigo. Jioni moja baada ya kulaza watoto, Zawadi alikaa peke yake katika sebule iliyoangaza kidogo. Nyumba ilikuwa kimya isipokuwa saa ya ukutani iliyopiga tiki. Ilikuwa karibu taa 11:30 usiku. Rashidi bado hakuwa nyumbani. Alitazama chakula baridi meza ya chakula, wali wa pilau, kuku wa kuchoma, ndizi kaanga, mlo wake unaopendwa. Aliupika mwenyewe ingawa walikuwa na wapishi, kwa sababu sehemu yake bado iliamini kwamba labda kama akifanya mambo madogo, mwanaume aliyempenda angerejea. Lango hatimaye lilifunguka. SUV yake nyeusi iliingia. Moyo wake ulidunda haraka zaidi. Alisimama, si kwa hasira, bali kwa tumaini. Alipoingia, harufu ilimpiga kabla ya maneno yake. Manukato mazuri ya gharama kubwa, ya kike, si yake. Zawadi alimeza mate kwa ugumu. Umechelewa, alisema kwa upole. Rashidi hakumtazama vizuri hata kidogo. Aliondoa saa yake ya mkono na kuiweka kwenye kabati. Nilikuwa na mikutano, aliitikia. Nilikuwekea chakula moto.
Sijisikii njaa. Alianza kutembea mbali. Kisha akagundua kitu. Nywele ndefu kwenye bleza yake, nyeufu zilizopigwa rangi ya kahawia. Nywele za Zawadi zilikuwa nyeusi za asili. Vidole vyake vilitapatapa. Rashidi alisimama, amechafuka tayari. Nini tena? Sauti yake ilikuwa juu kidogo ya mnong'onio. Ni nani yeye? Kwa mara ya kwanza usiku huo, aligeuka na kumtazama, si kwa hatia, si kwa aibu, bali kwa chuki. Kisha akacheka, kicheko kifupi cha ukatili. Zawadi, ninyi wanawake na mchezo wenu usio na lazima. Macho yake yalijaa machozi. Sipiganani nawe, ninauliza. Alisogea karibu na kilichofuata kilihisi kama sumu. Kama niko na mwanamke mwingine, utafanya nini hasa? Chumba kilisimama kimya. Zawadi alimtazama. Alikuwa ametegemea kukanusha, labda hata hasira, lakini si hiyo, si uovu mkubwa hivyo. Alipita karibu naye na kupanda ngazi, akimwacha amesimama peke yake na swali ambalo aliogopa kujibu. Kwa sababu labda tu, tayari alijua. Wiki 2 baadaye, siku ile ilikuja. Siku Zawadi asingeisahau kamwe. Ilikuwa Jumamosi ya jua kali, lakini ndani ya nyumba kila kitu kilihisi baridi. Watoto walikwenda masomo ya ziada, wafanyakazi waliagizwa mapema. Zawadi na Rashidi tu walikuwa nyumbani. Hiyo peke yake ilimfanya wasiwasi. Hivi karibuni, Rashidi alikaa naye tu, kitu kibaya kilipokuwepo. Aliingia sebuleni amevaa kanzu nyeupe, akionekana mtulivu sana, mchanganyiko mzuri. Alikaa mbele yake, akirekebisha saa yake ya dhahabu na kusema, tunahitaji kuzungumza. Zawadi polepole alipachika nguo zilizokunjwa kwenye kochi. Ni nini? Alimtazama bila upole, bila kusita. Nataka kuoa mke mwingine. Kwa sekunde moja, Zawadi alisimama kupumua. Chumba kilionekana kuzunguka. Kikombe cha glasi mkononi mwake kiliteremka na kuvunjika sakafuni, lakini hata sauti ya glasi iliyovunjika haikumsogeza. Alikaa pale tu akimtazama kama aliyetangaza uamuzi wa biashara. Midomo yake ilitatangatanga. Ulisema nini? Aliegemea nyuma. Ulisikia. Kifua chake kilikakamaa. Rashidi, baada ya kila kitu. Alisogoa bega. Usianze mzigo wa kihisia. Mzigo wa kihisia. Hiyo ndio aliyoita miaka 11 ya uaminifu, miaka 11 ya dhabihu, miaka 11 ya ndoa. Sauti ya Zawadi ilipasuka. Kwa nini? Na kisha alichomeka kisu kirefu zaidi. Alimtazama moja kwa moja na kusema, kwa sababu ninahitaji mwana. Ukimya, aina inayoumiza moyo. Zawadi akayeyuka polepole. Mwana, aliitika, kisha akaongeza kwa baridi, umenipa binti tu. Zawadi alimtazama kwa mshangao. Mabinti zake, watoto waliobeba kwa maumivu, wasichana waliomuita baba kwa upendo. Kwa sentensi moja, aliwadhalilisha. Alimdhalilisha yeye, alipunguza miaka 11 ya familia kuwa tamko la kukatisha tamaa. Sauti yake ilitatangatanga. Ni watoto wako, alipumua kwa uchovu. Hiyo si hoja. Si hoja kwa Zawadi. Hiyo ilikuwa hoja nzima. Alisimama polepole. Kwa hiyo, kwa sababu nilijifungua wasichana, unataka kuleta mwanamke mwingine nyumbani mwangu? Hakusita. Ukitaka kuiweka hivyo. Machozi yalitiririka mashavuni mwake. Si machozi ya sauti, ya aina ya kimya, ya uchungu. Alifikiri unyonyaji ulikuwa umekamilika. Alikosea kwa sababu Rashidi alimtazama na kusema, jina lake ni Salma. Zawadi alisimama bado. Salma. Kwa hivyo kulikuwa na mwanamke wa kweli, uso wa kweli, usaliti wa kweli. Kisha ikaja pigo la mwisho, na tayari ana mimba. Zawadi alishika kochi kwa msaada. Ana mimba? Chumba kilizunguka tena. Hakudanganya tu, alikuwa amejenga mustakabali mwingine akiwa bado analala nyumba moja. Mwanamke, mimba, mtoto wa kiume anayewezekana, mbadala. Kupumua kwake kulikuwa kusio sawa. Ana mimba? Alipiga mnong'ono. Aliitika. Na kuambia sasa kwa sababu nataka amani. Sitaki mchezo. Nataka tushughulikie hili kama watu wazima. Zawadi alikaribia kucheka kupitia machozi yake. Amani? Mwanaume aliyemzalisha mwanamke mwingine na kuleta habari nyumbani kama tangazo rasmi alitaka amani. Sauti yake iliinuka. Amani?
baada ya kunitendea hivi? Alisimama mara moja. Punguza sauti yako. Alimtazama kwa kutokuamini. Uliniua imani, uliniaibisha na unataka nipunguza sauti yangu? Alimwelekeza. Bado ni mme wako, jiheshimu. Heshima, neno hilo baya ambalo wanaume hutumia baada ya kumwaibisha tayari mwanamke anayesimama mbele yao. Zawadi alipangusa machozi yake. Hasa unataka nini kutoka kwangu? Alijibu bila kupepesa jicho. Nataka ukubali. Kabla hajaisha, Rashidi alichukua simu yake na kupiga nambari mbele yake. Mama, njooli Dodoma kesho. Mwambie wakina baba pia, tunahitaji mkutano wa familia. Moyo wa Zawadi ulishuka. Alikuwa na makusudio. Hii haikuwa tishio, si hasira, si mtihani. Ilikuwa mpango tayari umepangwa, tayari ukiendelea. Kama unataka sehemu ya pili, andika sehemu ya pili kwenye maoni. Penda, shiriki na ufate Hadithi za Kiafrika. Hadithi inazidi kuwa ya kina.